ukimsajili mchezaji hauangalii tu alikotoka amefunga magoli mangapi, ana pasi ngapi za assist, anakimbia kilomita ngapi. Je, ana fit kwenye falsafa ya timu yako? Young Africans ina falsafa tofauti pengine na vilabu ambavyo wachezaji hao wanatoka baadhi. Kwa mfano kina Celeste imekuwa wametoka ASEC na Monster Club ambayo ina falsafa tofauti na Young Africans. Labda kuna wachezaji wengine kama kina Mohamed Dumbia, kina Musa Balakonte. Wachezaji hao ukiangalia sio wabaya, ndio reality, sio wabaya. Namba zao ni nzuri. Mfano kwa mtu kama ikuwa ametoka kule akiwa mfungaji bora, kwa hiyo inamaanisha huyo sio mshambuliaji mbaya, lakini tu ni falsafa ya timu ya Young Africans haikuendana naye. Kwa hiyo cha kwanza cha kuzingatia na cha muhimu zaidi ni falsafa ya timu. Ukiona vilabu vingine huko nje vinafanya usajili, huwa wanaangalia kwanza, hawaangalii tu umepiga pasi ngapi na assist ngapi. Je, una fit kwenye falsafa ya timu? Unaweza ukaja kwenye klabu yetu haujafanya vizuri kokote kule, yani hauna, ni mshambuliaji lakini hauna hata yani ni winga, hauna hata assist 5 za timu. Lakini tukikuangalia nasema huyu kwa aina ya mpira anaocheza pale alipo sio sahihi, ila akija kwetu anaweza akaonyesha kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo cha muhimu na cha kuzingatia ni falsafa ya timu. Then mengine anafuatia pia kuangalia hali ya hewa anaweza kuja kuishi huku. Kwa unaweza kuleta mchezaji hadi awe kamkataa. Unakumbuka Young Africans kama hiyo na kesi kama hiyo. Kwa Kalinyo kutoka Angola alikuja hapa, mchezaji mzuri sana, lakini alishindwa kuendana na mazingira hapa kutokana na kushindwa kumudu hali ya hewa pamoja na vyakula. Mwisho wa siku akashindwa kuperform vizuri. Kwa hiyo cha kuzingatia pia ni mazingira anaongeza mchezaji huyo, hali ya hewa je inamfaa? Hilo ni jambo pia jingine la kuzingatia. Lakini kingine nadhani Young Africans kwa msimu ujao pia wabadilishe mazingira ya timu, kuiachia sana. Unajua kwa timu ya hivi karibuni Yanga wachezaji wamekuwa wakitokea nyumbani kwenda mazoezi, lakini tunafahamu zamani kwa msimu wa kwanza, wa pili na ule wa tatu ambapo Yanga walikuwa ni wa moto sana, Yanga walikuwa wanakaa kambini ya Cape Town. Kwa hiyo nadhani wanapaswa kurejesha hiyo hali, kurejesha kikosi chao Cape Town, then wachezaji wakae pale, watokee pale kwenda kwenye mchezo na sio kufanya kama ambavyo wanafanya Ulaya. Unajua Ulaya ni Ulaya, tuna bongo ni bongo. Wanatokea nyumbani, wanakuja mazoezini. Mchezaji anapita kitambaa cheupe usiku, kesho ana mazoezi. Hawezi kufanya vizuri. Mchezaji atapita labda Sinza aje na nili mazoezi kesho asubuhi, itakuwa ni ngumu sana. Jana nimemshuhudia Stefano Aziz Ki nikielekea ukingoni hapo kwenye maswali yangu. Unadhani pengine urejeo wake wa Young Africans na kile kiwango ambacho jana ulikitazama kwenye michuano ya Team Kiba pamoja na Team Samata alionyesha kiwango bora zaidi, tumtarajie yule Stefano Aziz Ki ambaye aliondoka akaenda Wydad Casablanca, akaenda Libya, na sasa Young Africans wanahusishwa na kurejea, ama hizi ni propaganda tu ambazo zinazoendelea? Kwa heshima zote ni bila kumkosea heshima, Stefano Aziz Ki ni mchezaji mzuri sana ambaye ameshaonyesha makubwa kwenye ligi yetu. Amefanya vizuri akiwa na Young Africans, amekuwa MVP, amepeleka Young Africans kwenye finali ya kombe la shirikisho Afrika ambayo Yanga ilimaliza kama second runner dhidi ya Usma kwa kanuni. Ni mchezaji mzuri, lakini tukiwa wa kweli kwa umri wa Aziz Ki hivi sasa anafikia miaka almost 30. Nimesema ndio tusiangalie sana umri, lakini kwa Aziz Ki na kwa alichokifanya hapa Young Africans, sidhani kama anaweza kuja kuongeza kitu kipya zaidi ya kile ambacho alichokionyesha. Anacheza kama namba 10. Ukiangalia Young Africans wamesajili siku za hivi karibuni Alan Okello ambaye naye pia anacheza kama namba 10. Kumleta Aziz Ki anaweza kumfanya Alan Okello asiwe free sana kwenye kucheza, ukamnyima ule uhuru, kwa hiyo ukakosa ule ubora wake. Kwa nadhani Young Africans wanapaswa kuangalia nje ya Aziz Ki. Unajua tunaposema hivi, nadhani hata kwa Simba Sports Club pia nao walikosea kumrejesha Clatous Chama Chama, kwa sababu ukiangalia Abraham Morris alikuwa ameshaanza kuonyesha. Kumrejesha Chama ina maana Abraham Morris unaona amekosa nafasi, anakaa nje. Young Africans wanataka kurejea kosa ile ile, umrejesha Aziz Ki ina maana automatically Alan Okello ataanza kumnyima nafasi ya kucheza ili Aziz Ki acheze, kwa sababu unamfahamu. Lakini quality wise na potential, Alan Okello na potential ya muda mrefu, kwa sababu ndio miaka 25 hivi sasa. Kwa hiyo unaweza kumtumia miaka 5 mingine au 6. Kwa hiyo anaweza kukupa kitu kikubwa, anatakiwa acheze mara kwa mara, tofauti na huyu Aziz anaweza kumtumia misimu almost 2, yeye atakupa. Kwa hiyo nadhani Young Africans kama wanataka kuboresha eneo lao la namba 10, waangalie mchezaji mwingine nje ya Aziz Ki, wasirudi kule walikotoka. Leo hii ukiona Real Madrid pale, hata wapitie nyakati ngumu kiasi gani kwenye eneo la kati, hawezi kumlisha Lucas Modric. Ukienda pale labda
Real Madrid hata wapitie nyakati ngumu kiasi gani kwenye eneo la ushambuliaji, hawawezi kumrudisha Karim Benzema au Cristiano Ronaldo. Kwa nini? Time flies, watu wanasema hivyo, muda unakwenda, muda unasafiri. Kuna nyakati inabidi tukubali kuishi bila masahau, tutengeneze masahau hapa, tutengeneze project mpya. Leo ukiona labda Ahali wanaachana mchezaji fulani, wanasema mbona huyu jamani ni mkali sana kina Karaba. Lakini wanatengeneza generation mpya ambayo itakuja iwasaidie zaidi muda mrefu. Kwa maana hiyo unataka kusema ya kwamba Young Africans wakimrejesha Stefan Aziz Ki ni miongoni mwa sababu ambazo zitaweza kuwa zimefeli, kwa maana ukimsikiliza kauli ambayo ameizungumza hapo jana Engineer Hersi Said, alisema ya kwamba msimu ujao focus yao kubwa ni kwenye michuano ya kimataifa. Hapo kunaonekana kama kuna kaulege umate hivi kuelekea msimu ujao. Kweli ukimrejesha Aziz Ki, binafsi yangu mimi nitatem kama failure, kwa sababu umeshindwa kuingia sokoni kwenda kutafuta wachezaji wengine bora zaidi yake mpaka unarejea kile kitu ambacho uliwahi kuwa nacho ukakiuza na sasa unataka kurejea. Nadhani mimi nitaitem kama failure. Kwa hiyo kama unataka kuwa bora zaidi kimataifa, hizo hela za kumsajili Aziz Ki, kuna Jerome Mugisha pale wamalizane naye, yuko pale Lalo Mdomara, anachohitaji yule ni hela tu. Wapeleka msiko, wanamchukua Jerome Mugisha ambaye na yeye ni kijana miaka 24-25. Hapo ndugu yangu namzungumzia Jerome Mugisha ambaye ni almost karibia Pyramid wamepeleka bilioni 5, lakini zinaonekana ya kwamba zimekataliwa. Ahali Olufayao Al-Hilal wameomba kwamba kama watamhitaji basi mchezaji huyo ni zaidi ya bilioni 15. Unadhani Young Africans wana uwezo wa kuitoa hiyo pesa ili waweze kuipata kandarasi ya mchezaji huyo? Mpira ni uwekezaji. Ile uchukua ubingwa wa Afrika huwezi kuwa na wachezaji wa 50,000. Ukimwangalia leo Pyramid amekuja kwa muda mfupi na amechukua ubingwa, haimaanishi na wachezaji wa 50,000 amewekeza. Kwa hiyo kama walivyosema kauli yao kwamba wanataka kushindana kimataifa, ndio kauli ambayo amesema Engineer Hersi Said kwamba wanataka msimu ujao washindane kimataifa. Na alisema ili ushindane kimataifa, yeye mwenyewe namnukuu yake, ili ushindane kimataifa lazima uwe na kikosi bora, kikosi kipana. Kwa hiyo miongoni mwa kikosi bora inabidi uwe na wachezaji bora, ina maana. Kwa hiyo Jerome Mugisha ni mchezaji bora, ameshaonyesha. Kwa hiyo kama wanataka kushindana kimataifa kiukweli wanapaswa kumchukua mchezaji yule, wakawekeza hela, fumba macho wekeza hela, alafu shinda ubingwa wa Afrika uone kama yule haitarejea. Mwanzo utakuwa umekuza brand ya klabu yako, lakini pia utapata fedha, utajitangaza zaidi, wadhamini watakuja, hela yako inaweza kurudi kwa muda mfupi zaidi. Tuzungumzie na nimalize na nifunge mjadala kwa leo na iwe mwisho kwa upande wangu. Issue ya Clement Mzize ndani ya Young Africans. Kwa msimu ujao huenda tunaweza tukamuona tena. Mzize na Africans ameshapona ule muda wake, ameshaanza mazoezi tayari ya kuwa fit. Kwa hiyo msimu ujao Clement Mzize ataiongoza safu ya ushambuliaji ya Young Africans na ataongeza kitu kikubwa, kwa sababu tunafahamu kasi yake, uwezo wake, na amekuwa akiimprove siku kadri ya siku zinazozidi kwenda. Mzize ambaye ulimuona kwa mara ya kwanza kwenye mechi dhidi ya Kagera Sugar Mwanza, Yanga ametoka kucheza michuano ya kimataifa na akafunga goli moja la ushindi la thamani kwa Young Africans msimu huo. Sio Mzize ambaye umekuja kumuona kwenye mechi ya goli 5 dhidi ya Simba, Mzize ambaye umekuja kumuona kwenye mechi ya TP Mazembe, anakuwa anapandisha